Wananchi, sikilizeni. Ngoja niwaibie siri. Kitu ambacho kimefanya Mpina aondolewe kwenye kugombea nafasi ya urais, imeonekana kuwa Mpina amekuja na mapinduzi, na alafu pia amekuwa na pressure ya watu. Moja kwa moja pia alipewa na yeye gari la usafiri ambalo ni gari la kifahari kama jinsi magari yao wanayoyatumia. Yeye hajataka kwenda nao, akawa kinyume nao. Maana gari walikuwa wamempa ya kuendeshea kampeni, halafu yeye akaikataa. Jinsi alivyoikataa, ikaonekana kwamba wao wanaonekana sasa ni wahujumu wa uchumi, magari wanayoyatumia. Yeye aliongea kwamba hatuwezi kutumia gari la gharama kubwa wakati wananchi huko wanyonge wanakufa na njaa. Kwa nini tutumie magari ya kifahari? Mimi nitatumia gari langu hili ninalolitumia, usafiri tulionao unatosha. Hamna haja ya kuongozana na magari ya kifahari kama jinsi ambavyo anavyoongozana naye jamaa. Wewe msafara wa kumfuata rais anafuatwa na magari karibia 20, 30, 50, 100 kidogo. Alafu magari yote yanamfuata ambayo hayana hata kazi. Yaani mtu kwenye kikao kidogo tu watu wanaoongozana ni watu hivi. Tena magari yenye pesa kubwa ya milioni 200, milioni 300, 400, 500, 600. Unaona? Alafu magari yanaongozana kwa hela hiyo milioni 200, milioni 500 inaenda kwenye gari ambalo analikalia mtu mmoja. Na ni kwa nini usitoe hiyo milioni 600 ukaenda kugaiwa watu wako, wananchi wako, kuweza kuongeza maendeleo? Unaona? Lakini wao wamejimilikisha magari ya usafiri wa thamani ya milioni 300, 400, 600. Unaona? 800, mwingine wakati mwingine mamilioni B. Sasa yeye Mpina akawa amekataa, akaonekana yuko kinyume na wao. Halafu pia ikaonekana kuwa hata kwenye kampeni yake atakuwa anapiga pale pale. Sasa na amekuja ikaonekana kwamba yuko serious kweli na kampeni. Maana amemuona kitu hiki hapa amekikataa, ni point moja wapo. Halafu ndo maana akamtoa. Na kama alikuwa hafai na alikuwa hastahili, kwa nini wampe usafiri wa kuendeshea kampeni? Kwa nini? Hiyo jiulize. Kwa nini? Tume ya uchaguzi yenyewe wamemkubalia na wakamruhusu, wakampa na gari la kwamba hili hapa gari la kuendeshea kampeni. Halafu tena wanakuja kumbadilishia, kumwambia hana vigezo vya kugombea nafasi ya urais. Kwa nini hilo gari walimpa? Kwa nini? Hivi mtu mfanye biashara ya kitu fulani, alafu baada ya kufanya biashara mmeshamaliza, mmetia saini kila kitu, wadhamini kila mtu, kila mmoja wamekuja, wazee wamekuwepo, labda tunafanya labda kama mnauziana shamba kwa watu ambao tuloko vijijini, ili tuelewe wote. Maana wasomi mtaelewa na wavijijini wataelewa. Mmeuziana shamba na mtu amekuja kununua, umeshamuuzia, amesha saini, na wewe mnunuzi umesaini. Alafu pia na wazee wapo, unaona, na wadhamini wapo, mwenyekiti wa kitongoji, barozi yupo, unaona, amesha saini. Amemaliza yote, ameondoka, amemaliza kama mwezi huko mtaani, ama aishaondoka mnunuzi. Alafu tena anakuja yeye mnunuzi ama muuzaji, anasema bana, nimetengua biashara yetu, nataka nikurudishie hela yako. Hivi kweli inakuja? Wewe unaweza ukajifikiriaje? Hiyo haipo. Hamna biashara ya stahili hiyo. Tumefanya biashara, umeenda umemaliza mwezi, umemaliza wiki, sikujui. Sasa ndo kama hii habari sasa ya Mpina. Amekataa gari, eti wamempa gari la usafiri na bado amelikataa. Baada ya kulikataa inaonekana tena anaondoka, wanamgeuzia kibao. Bwana wewe huna vigezo vya kugombea urais. Je, yeye Samia anavyo vigezo vya kugombea? Kama hana vigezo Mpina, basi na yeye hana. Aondoke wote, uchaguzi uanze upya. Na pia wanaharibu hela kuendesha kampeni sio kuwa na tija. Maana kampeni inayoendeshwa haina mantiki na haina tija. Sasa wewe unaanza kupigana na mtu kipofu. Sili kujipigana, ni kujipigia tu.
anaopambana nao ni vipofu. Unapiga bomu mochwali, unajisifu umeua. Ama kumtukana kiziwi, umemtegea mgongo. Unamtukana kiziwi, umemtegea mgongo, atajua nini unaongea. Mwangalie usoni, halafu uanze kumsema sasa. Au chezeshe mdomo tu, muone kipigo chake kitakapokuja. Isawa na Mpina. Wewe Mpina unamsema, yani umeangalia hivi unachezesha mdomo. Mpina si sawa na kiziwi. Chezesha mdomo sasa, halafu uone kipigo utakachokiona. Mwachie sasa Mpina, mruhusu. Unataka kujifanya wewe kama nani? Unakuwa unatengua, yani unafanya unavyotaka wewe. Uwe ni nani? Wewe nchi ni ya wazazi wako au ni ya kwenu na huyo jamaa yako, huyo ex wako? Bwana mawazo yangu ni hayo. Pina, pambana, weka msimamo wako, na hata kama wamekunyima, wamekuzuia, wamekuwekea kizuizi, wewe endelea kupambana kwa nafasi yako, hata pasipo kuomba nafasi ya urais. Wewe nenda piga pale pale tu unapo, yani wewe piga pale pale. Mawazo yako uliokuwa umeyapangilia kuyaongelea kwenye kampeni zako, kwenye kuomba kula, wewe piga hivyo hivyo tu pasipo kuomba kula. Wewe naendelea kupiga hivyo hivyo tu. Itafika nafasi yako. Nafasi yako inakuja. Najua hata kama akipita kwenye uongozi hataweza kudumu miaka 5. Maana miongoni mwa chama yake kuna mpasuko mkubwa, tena sio kitoto, ni mkubwa. Yani wewe subiria tu, akishapita hatoboi miaka 3, wanamweka pembeni. Kama bila kumweka pembeni na yeye, Israeli mkata switch anamfuata. Wapo. Hata Nchimbi na yeye kuna watu wao ambao wanawatarajia watakuja kuchukua. Sasa tunafanya hivi. Awamu hii ijayo, rais sio wa kutoka Bagamoyo, sio wa Pwani. Yani rais atakaye kuja ni wa kutoka vijijini na sio wa kutoka mjini. Atoke Mbeya, atoke Mwanza, atoka hata Kagera. Yani sio wa mjini tena. Rais ataikuja, atoke hata Tabora. Tena sasa mimi naombea atoke Tabora. Mpole pole. Pambana hivyo hivyo, piga hapo hapo, piga hapo hapo, piga hapo hapo. Na atakaye kuja, hata kama yeye huyu rais alishastaafu, piga pale pale, ondoa watu. Atakaye kuja yani afuatilie uongozi. Ondoa, yani kanyaga watu, safisha watu yani mali zao taificha. Wao walishabaki watoto, familia yake. Yeye alishakufa. Tunaashumu tu miaka hiyo ya mbele. Sasa hivi wanangangania madaraka. Miaka hiyo hata kama alishafariki, labda hayupo duniani, watakao kuwa familia ndo watalipa dhambi za mama za nani za wazazi wao, walipe dhambi. Nyang'anya mali, rudisha nchini. Kama na magari hapa hakuna cha kwamba yalioko nje tu. Yalioko nje leta hapa. Yaliomo humu nyang'anya, tupe sisi maskini. Watembea kwa mguu kwenda mjini. Tunafika mjini hatuna hata hela ya daladala, tunatembea kwa mguu. Alafu yeye kutoka hapa na hapo usafiri, kutoka hapa na hapo usafiri, kwenda chooni asindikizwe escort. Leo kudu tujobe ngwe kashina. So pani ngoe.